Kila mtu ana namna yake anavyotafakari mapenzi. Lakini mimi ukiniuliza, nitatabasamu tu. Kisha nitakwambia mapenzi ni uchizi. Ni mapema sana siku ya Ijumaa, niliwahi kutoka kazini, nikasema niingie mtaa fulani kwa ajili ya kuiwahi ibada ya siku ya Ijumaa. Katika mchepuko wa barabara nilioingia, bahati mbaya, sijui ni mtaa wa Zalamo, nilikutana na kundi kubwa la watu wakikifuata Kigoma. Ilibidi nitafute namna nzuri jinsi ya kupita, nikawa nakatiza katikati ya watu. Nilipita nikitafuta njia nzuri ya kuelekea msikitini, lakini bahati mbaya akaja dada mmoja maji. Jamani, kiungwana tu nikarudi na kuomba samahani. Samahani, kwani hujatuona au kusudi tu? Hapana, bahati mbaya sijakusudia. Nikaona kanielewa yule nilimchafua. Kimbembe kwa shosti yake. Turudi nikabadilisha. Iwe nawe kama faa unamwachaje ni hivyo mtu kakuchafua? Kumpisha mwenzie. Akatokea jamaa mmoja hivi. Vipi hapa mama? Si huyu jamaa katumwagia maji makusudi. Si akanichoma bwana. Jamaa taratibu kwa hasira akaanza kunisogelea. Ustaz, umekuwaje umwagie mtu maji pale? Au ndio ulikuwa unashaka bataka? Hapana brother. Sikuona kama kuna mfereji pale chini, ndio bahati mbaya nikapita nikamwagia maji. Dada nilimwagia maji akasogea. Muache bwana Lazaki. Sogea hapa kwanza. Cheki ulivyomchafua. Sasa sisi tunaendaje hivi kwenye sherehe? Afu naongea na wewe unatembea, au sio? Amna, napisha gari tu nyuma hapo brother. Sema isiwe kesi. Naomba chukua hata hii basi kidogo. Nikatoa noti ya 5,000 kuwapoza. Lakini sasa mwamba hakuelewa. Kwani simtanunua tu sabuni? Yule dada akaingilia tena kunitetea. Akala bonge moja la kofi hadi mwenyewe nikaogopa. Imani kaniingia, nikaona siwe kesi nitoe nyingine. Jamaa akazichukua zote nilizoshika mkononi. Zilikuwa ni kama 30,000 tu hivi. Nikamsikia yule dada mwingine analalamika. Hii Razaki, kwani maji umemwagiwa wewe mpaka uchukue hela zote? Mwamba hata kuongea, wenyewe wakaondoka. Nikaona na mimi taratibu niondoke. Akagonga gari nikamsubiri. Alichonifanyia sasa. Siku nyingine kuwa makini mjomba. Aliniweza kwa kweli. Aliniharibia sana siku. Hata msikitini sikuweza kwenda. Nilifika kwangu na kupumzika, nikiwa nasubiri ujumbe kutoka kwa mpenzi wangu Nasra. Maana tangu aliponiambia atanirejea mchana ule mpaka sasa hivi kimya. Lakini pia nimejaribu kumtexti, kupiga simu, lakini hazipokelewi simu zake. Nikawa nasubiri muda mrefu kweli hadi nikakata tamaa. Nikasema ngoja nijaribu tena kumpigia mara mwisho. Nikapiga tena, wakati huu simu ikapokelewa. Eti nikaulizwa mimi nani na mwanaume mwenzangu. Shaka nikakata simu nikapiga tena. Lakini alikuwa haongei wakati huu. Halo? Haongei. Vipi? Kasema ngoja nijaribu tena. Ila simu yake ikawa haipatikani. Roho iliniuma sana. Mawazo, kichwa. Nikajikuta nashindwa sasa. Kwa nini na mpaka nikapitiwa na usingizi. Baadaye kidogo akanipigia rafiki yangu Tony kutoka ofisini. Bwana wapi wewe? Mbona kama namuona na hapa? Jamaa akaniambia amemuona Nasra. Kashtuka sana. Halafu ghafla simu yake ikakata. Na nimemsikia yupo kwenye kelele. Yuko wapi huyo? Hebu ngoja nimpigie. Mbona hapokei? Nikampigia tena simu eti akakata. Akaniambia atanitafuta baadaye.